vipi mwanangu? Vipi mwanangu pia? Sema mwanangu unazingua time moja na wewe. Kwa Mungu umedawanga saa hizi. Oa, tunawahi hapo. Hapa wenyewe kwanza wanangu wenyewe ile kwanza kabisa sorry, alafu yenyewe unajua harakati mkimbizano. Sema ndio hivyo wanangu, sasa midele mchaka chinja kondoka mata ni ng'ombe kati hapo. Unajua? Mishe tikila unajua ile hizi hapo hizo. Unajua ile? Sema nini? Kwa dogo janja hapa tunamwete kidogo anake timba tu dogo janja tunavesha. Kuna dogo ndani kidogo anaingia hapo. Wapi hapo mbona? Sasa vipi hapo? Mtoto hapo kama familia. Oa. Dogo janja huyo hapo sasa tunavesha wanetu. Toa sikiliza ujue kilatu. Ujue sisi tunatoa maisha yetu ujue. Kuhusu mwanafunzi apata nini katika misheni yetu. Mimi mwanangu jeshi. Adogopi minyungu wala nini lako, au sio? Katika mambo yetu kile nini kindaponda pale kati ile sebenza. Jembe wapi one time moja ujue wa kusoma hapa kibao kimoja anasema kila kitu ujue. Sometime moja ujue sikiliza mtoto. Sometime moja ujue unasoma. Ujue ukisoma ujue wewe unatutafutia sisi matatizo ujue. Maisha kweli sio kweli Pilato bana. Wenzenu wanetu. Nimesema tu mimi hapa jeshi. Kwa mwanafunzi si nini uko mbele ya safari asubuhi. Sasa tunaenda kupiga mishe tunapotea. Oya, hapo ni chapo tu. Sababu ya tundo mboi na kwa wewe au? Utakuchukulia poa babu. Wanetu kumwona ndo hapa sasa punje chapo wanetu unaona bwana msikilizeni wao kwa nyumba yao Jengo mimi nakujua jao wanangu hapa hii nyanya mimi kishakuwa bovu wanangu nyumba mimi nakujua jao nako nikushuka sio sikiliza kuna nyumba jao sikiliza mimi naenda kwa kadiri usiku huu tumalize jao sio mimi jao sasa uitoshe kwa unakula bila maji. Huyu jamani udada hana taibu, wewe dada una hata haya jua kali linawaka mchana kweupe kabisa. Huogopi japo hata mwenye chakula chake atakukuta haya huna wewe. Ni sumu ni nini kati ya udada jamani? Huyu ndio umevurugwa. Wewe naona unanipanda kichwani. Nitakupanda pako kwenye nyama. Naona unanipanda kichwani. Nini kichwani? Sisi tuheshimiane. Umenikuta mimi hapa nipo na usinga. Aibu imekushika nimekufuma. Unakuja kuloga mchana? Dada una haya? Hujafundwa kwenu au hujafundwa? Naona unanitafuta. Nakutafuta. Wewe naona unanitafuta. Kwanza mimi sibishani na mtu mwenyewe umekauka. Una nini wewe mpaka nikuwekee sumu? Kwa kama mimi ni nani? Kwa nini ulikuja kuweka nadhani kuwekeka hapo? Wewe una nini? Nipige. Muache. Semeni. Semeni. Mwambie mwanamke wako msitaki matatizo. Haiwezekani nipige mimi nimekufanya nini? Juma muache. Wewe mimi nakuacha tu wewe. Achana mpenzi wangu. Unajua mimi nasema mbaya nini wewe? Kila kwa kitu. Nisikilize basi. Punguza Mungu mpenzi wangu. Sikiliza. Naomba tuheshimiane. Tuendelee kuheshimiana hivyo hivyo. Na kuheshimu, uniheshimu. Mwanga wewe. Sana. Wewe kula. Kula sasa na roho yako mbaya. Kula unape. Maharage tu maneno yanatoka. Mimi nikuloge wewe na nini? Mimi siloge watu wenye nadhani waloge yenyewe. Uwe mwenyewe na maharage kunitoleaje? Uwe mwenyewe na maharage.
Alafu unaanza kutujamisha watu. Hata siku moja abadan, hata siku moja. Yaani mimi naweza kusema hujanifunga. Ili bao mimi nimejifundisha Bungu na mwalimu wangu alionifundisha bao hili anaitwa Juto au Kasim Saidi pale Bungu. Jamani, najua mtaani kote umetokea tatizo kubwa sana. Tatizo gani? Yaani ni fedheha, yaani ni aibu kabisa yani. Yaani mama mtu mzima anagombania mwanaume na mtoto ambaye ni mjukuu wake, sio mwanawe, mjukuu wake. Mama Shani yeye yule ni mtu mzima. Amefikia hivyo yule Mashani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Msiba mkubwa hapa bwana ndugu yangu. Makelele. Wanagombania mwanaume. Lakini labda kuna vitu ambavyo sio bibi huyo kugombana na mjukuu wake, isije kama tatizo kama hayo. Unajua watoto wenye pesa sasa vijana bodaboda. Twende. Kitu gani kimemkuta namna hii kubwa namna ile? Ana asili gani utu uzima namna hii? Maana kama angekuwa kijana kama miaka 18 20, wenyewe nasema mzao mwaka 2000 kidogo ni kweli umeme wa sola kidogo una nguvu. Unaona? Lakini ni mkubwa kama wewe pale kama ndo majajioni tuseme labda ile ndoja majada watu wamekatika. Unaona? Sasa wewe unapofikiria mzee Mtaula inawezekana ikawa nini? Ni tamaa au makuzi? Mimi nasema hicho kutokujielewa tu, kwa sababu mtu kisha kuwa mtu mzima lazima utakuwa na hekima na busara. Uwezi wewe mtu mzima ukatembea ukagombania mwanamume na mjukuu wako. Anawafanya ni mtu mzima mwenzenu. Umsikia? Yule ni mtu mzima mwenzenu. Wenyewe si mzao mwenzenu. Anadhalilisha watu wazima. Na kisha kuanzisha wanawake mpaka wanaume atawadhalilisha kutokana na yeye si mtu mzima. Yaani si watu wazima. Unaona? Kwa sababu anawatembea nilika watoto zake wajukuu. Ana asiki gani namna ile? Mimi kwa mimi na kuombeni. Mchukueni kaeni mkikao mwambie bi mkubwa unakwenda huko mzee mwenzetu siko. Lakini mimi naweza nikasema inawezekana ikawa mabodaboda, kwa sababu mabodaboda kwanza wana hela na wanatafuta wale watoto na wanatafuta pesa sana mabodaboda. Na mabodaboda wanawapenda sana watu wazima. Sisi tulielekea umri wetu huwa tumechoka. Sasa watu wazima wanawafuata damu changa. Umeona wenyewe wanasema wanaume mashine, kaka mwanamume mashine. Sasa wale watoto mashine zao kali zinafanya kazi. Sasa ushachoka miaka 50 miaka 45 hapo ulipo. Mzee mwenzio sasa ataona unamsumbua tu. Fanya mpango kalime miogo Bungu tu. Ile ni tabia mbovu. Kama ni tabia mbovu, iwe amezaliwa nayo, iwe ameikuta kama ujanani hajafanya fujo. Maana kuna vitu viwili. Ujanani kama hujafanya fujo aina yoyote, msikia unaenda msondo, hujafanya fujo hili, hujafumaniwa hili, hujafanya hili, msikia utu uzima ni mtihani. Hata hivyo ni tabia tu za kuiga utamaduni wa nchi za Ulaya. Hapa na Afrika au Tanzania basi siko tunapokwenda. Tumepata mshangazi. Mimi sikilizeni kwanza nikwambie. Kwani hamna wazee wenye hela mpaka afuate watoto wadogo? Agombania watoto mwanamume na mtoto mdogo? Ndio kasta aliochagua. Wazee hakuna wenye hela. Kwani yule mama Shani ana wazazi yule? Wakumbadilisha kumwambia ana babu zake yule, ana wajomba zake. Wamwambie kwani wayaoni anayoyafanya. Na pale anaofanya pale anapokaa si nyumba ya babu yake. Nyumba ya babu yake mzaa mama yake. Pale kuna wajomba zake, kuna nani? Sasa mtu mzima ajielewe. Kwani ile supu anayopika haimsaidia impi kipato? Si anauza supu pale na chapati. Yule mama vipi bwana? Cha msingi ndio hilo. Akali. Nipo na jambo mzuri la nichanganya, sielewi. Sasa kitu wewe ukielewa mimi nitakielewa vipi? Ini sasa hivi kaa wiki hivi nenda wiki ya pili sijielewi yani. Sasa upo kawaida kivipi? Kwa ile ambayo napitia watu wengine wananiambia kama labda utakuwa ujauzito. Ndio yani sijui nafanyaje. Sielewi. Niambie labda tunafanyaje. Unasemaje? Dalili za ujauzito. Wewe ujauzito umekwaje kwaje? Imekwaje kwaje? Mimi ndo nikuulize imekwaje kwaje? Kwani mimi ndo yani niambia sijui, lakini haya yote wewe, lakini ile siku mimi nilikwambia. Wewe acha kuniletea utani wako wewe. Niambie tunafanyaje? Tunafanyaje vipi basi? Mbona unampa faida nani sasa? Bana, niambie tunafanyaje? Acha kuongea sana basi. Sishakuelewa. Tunafanyaje? Wewe unataka nifanyaje? Nisipoongea nitafanyaje? Mimi nisielewe mwenzio. Ni watoto. Hai.
Yapi hayo unatafuta beka wewe mjukuu wangu? Kitukuu changu mwenyewe. Umekosa kabisa pa kwenda kutua mzigo wako. Ukaona hapa ndo pa kuweka huo mzigo wako. Si ndio manake? Vitu vingine uulize beka. Ungekuja kuniuliza mimi singekutafutia mtu akukasema weka hapa mzigo. Sasa bibi, mbona umefika muda wa lawama? Baada ya kujadiliana tunafanyaje, wewe unaanza kunilaumu. Na nilaumu vipi sasa? Babu yake huyu unamjua jinsi anavyotuchukia familia hii. Mimi mchawi, mimi mwanga. Leo mchawi mwenzangu wewe umeenda kuweka mzigo wako hapo. Hebu niambie huyo mtoto atakayetoka hapo atakuwa nani? Kama mimi bibi mchawi, wewe mchawi mwenzangu umekwenda kuweka mimba hapa kwa asiye kwa mchawi. Na wewe sina. Hakuna mwanamume mwingine hata ulioona kuwa huyu ni mbebe mimba ukamwona beka wangu mimi tu mbebe tumbo. Ili kusudi tuonekane mchawi kweli tumekuloga, si ndio? Kwa hiyo babu yako, si ndio manake? Sasa kalitafuta kalipata, nisemeje? Nakwenda kwa mzee Mtaula kulifikisha hili. Peke yangu siliwezi. Nikisema nijitoe mimi kwa babu yake huyu kitanuka vibaya. Sasa mzee Mtaula naye wa nini sasa? Naye mzee Mtaula si kama yule tu shungu na yeye au? Wewe hilo neno shungu, sijui nyungu, sijui chungu, unajua wewe. Mimi namjua yule mzee Mtaula na babu yake huyu marafiki. Wale watayaongea taratibu, tutaelewana na hili jambo litaishia. Sasa wewe umekazania shungu, sijui nyungu, sijui chungu, utajua wewe. Mimi namfuata mzee Mtaula, naenda kumwambia hili, atamfikishia mzee mwenzie. Hapa itakuwa kimya kimya, lakini la sivyo nyumba itawaka moto. Nakwambia shauri yako. Kama ukunielewa, kaeni kimya. Msimtangazie mtu. Sijui umenielewa? Nitakuwa bibi yako na kumwambia babu. Yule jeshi langu mimi namwamini. Wewe mzee akishasema hivyo, tumwachie atajua atafanyaje. Haya taisha. Kama kawaida. Au sio? Vipi waliosoma mwa? Soma mwa au sio? Sasa wameingia huko chini. Hapo fresh tayari hapo. Kama kawaida.